Haleluya. Hebu tusalimiane hewani. Inapendeza sana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kushiriki pamoja nanyi mahali hapa siku ya leo. Haikuwa rahisi. Na tarudia kusema ya kwamba haikuwa rahisi. Nilitamani sana ya kwamba niwe mahali hapa, lakini Mungu hakuwa amepanga. Na nakwambia kwamba kila kitu kinakuwa na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ingawaje nimekuja bila taarifa, watumishi wa Mungu na washirika wote, kwa hilo naomba msamaha, kwa sababu sikusema kama nitakuwa mahali hapa siku ya leo. Lakini bado tu safari ni ile ile ya kuwa tunaenda katika ulimwengu ambao ni wa ushindi. Haleluya. Nimefurahi sana ni kwa ajili ya mwalimu ambaye ameweza kutufundisha neno lile la kwanza ambalo ni la imani. Kuna mahali amenijenga, kuna mahali ameniinua, na kuna mahali amenibariki. Sijui kwa upande wako ni wapi umeinuliwa, ni wapi umebarikiwa. Haleluya. Na kama yote ameweza kutufundisha mahali hapa na umeyasikia, ni wakati wako ukayafanyia kazi. Haleluya. Ni wakati wako wa kuwa ukaweze kuweka wazi ama kujiweka wazi mbele za Mungu. Taka tusome mstari wa 18. Hiyo Warumi 10. Manake amesema 17 hapo. Taka tusome hii 18. Alafu tutaendelea, kwa sababu niko hapa ni kwa ajili ya kuongezea tu. Jina la Bwana liinuliwe. Niko hapa ni kwa ajili ya kuongezea tu. Tusome mstari wa 18. Warumi 10:18 inasema, lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia, sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Amen. Ujumbe uko tu pale pale. Je, hawakusikia? Tumesikia. Bwana Yesu asifiwe. Anauliza, je, hawakusikia? Yale mafundisho ambayo yamefundishwa, je, hawakusikia? Wamesikia. Umesikia? Maana mimi nimesikia. Haleluya. Mimi kwa upande wangu nimesikia. Na kama nimesikia, nilijua ya kwamba ni wakati ambao nitoke katika hayo maeneo. Ni wakati ambao nitengeneze ushirikiano wangu baina ya mimi na Mungu. Ni wakati ambao nifanye ushirikiano wa mimi na Mungu. Haleluya. Si wakati ya kwamba mimi nikaendelee kutengeneza ushirikiano na wanadamu. Watanipangia vile wamepanga. Hata labda tuambia leo nataka niende maombi. Wataniuliza, kwani wewe kila wakati utakuwa unaenda ukienda? Kwani hakuna wengine huko? Ni lazima wewe uende. Fungua nami Warumi 13. Tako some nami Warumi 13 mstari wa 11. Warumi 13 mstari wa 11 nasema, naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Tulia hapo. Tumejua wakati sio wa kulala tena. Tumejua wakati sio wa kulalamika tena. Tumejua wakati ya kwamba sio wa kulia. Na kama tumetambua ya kwamba wakati sio wa kulia, wakati sio wa kulala, wakati sio wa kulalamika, tuamke katika usingizi. Haleluya. Najua kuna mambo mengine huwa nikisikia kiongozi wa ibada anaongelea ya kwamba kuna utaratibu umepangwa,
lakini watu hawakupatikana. Yaani watu wako katika usingizi. Ni siku gani utaamuka? Ni siku gani utanena na Mungu? Ni siku gani utatengeneza uhusiano wako baina ya wewe na Mungu? Ni wakati ule ambao ushirika umepangwa na wewe unapatikana. Ni wakati ule ambao maombi yamepangwa na wewe unapatikana. Ni wakati ule ambao kuna mambo ya Mungu ambayo yamepangwa, au kuna utaratibu wa ibada ambao umepangwa na wewe unapatikana. Haleluya. Hapo ndio unatengeneza ushirikiano wako baina ya wewe na Mungu. Lakini sio wakati unahitajika kwa ibada uko kwa sarakasi. Wakati unahitajika kwa ibada uko sehemu zingine. Wakati anga hizi Mungu anakutafuta uko anga zingine. Hata yeye pia atakaa kando na wewe. Kwa nini basi akae kando na wewe? Tuendelee mstari wa 12. Mimi nimekuja tu kuambia kwamba imefika wakati ya kwamba tukaweze kutengeneza uhusiano wetu. Jinsi vile wewe unafanya uhusiano wako, wewe na watoto wako, wewe na familia yako, wewe na yule rafiki yako, ni wakati ya kwamba kutengeneza uhusiano wako baina ya wewe na Mungu. 12 nasema, usiku umeendelea sana na mchana umekaribia. Basi tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Amen. Nataka niende na wewe pole pole. Tutoke katika giza la kiroho. Tutoke katika giza la ugomvi. Tutoke katika giza la masengenyo. Tutoke katika giza la wizi. Tutoke katika giza la udanganyifu. Kwa maana tunapoendelea kudanganya, bado tuko katika giza. Tunapoendelea kuona haya kwa ajili ya kumtumikia Mungu, tunaendelea kukaa katika giza. Tunapoendelea kulala, tukiacha ibada zikiendelea, tunaendelea kukaa katika giza. Na kile kinatufanya kwamba tuingie katika ibada, au kile kilifanya Yesu aingie katika hekalu, ni kwamba watu watoke katika giza na waingie katika nuru. Kwa maana nuru imekuja. Na kama nuru imekuja, wewe na mimi tuamuke, tuikimbilie nuru. Maana tukisema ya kwamba hiyo kama imekuja, wacha tu, nitaenda ile wakati, au nitaenda tu baadaye, utaenda saa ile. Mwenye nuru pia ameenda na hiyo nuru. 13. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na usherati, si kwa ugomvi na wivu. Kuna vitu ambazo zinaweza zikakufanya Mungu akakaa kando na wewe. Tunaambiwa ugomvi unaweza kusababisha wewe Mungu ajitenge nawe. Wivu ni kitu kidogo sana, lakini kinaweza kukufanya wewe ukose ushirikiano na Mungu. Kinaweza kukufanya wewe ukose uhusiano mzuri na Mungu. Utabaki ukiwa kwa uhusiano mzuri na wanadamu, kwa sababu umejipendekeza kwa wanadamu. Kama ni kuwatolea, uko tayari. Kama ni kutenda vile wanataka, uko tayari. Kama ni kucheza vile wanataka ucheze, uko tayari. Kama ni kuinamia vile wanataka, uko tayari. Mungu ataka kando na uhusiano wako baina wewe na yeye. Kwa nini akae kando? Toka kwa hizo maeneo. Kama ni maeneo ya ugomvi, toka. Kama ni maeneo ya wivu, toka. Kama ni maeneo ya ufisadi, toka. Kama ni maeneo watu wamesema ya kwamba tufunge, na wewe unasema ya kwamba hiyo sitaweza, mimi hii tumbo yangu mimi sitaweza. Umejiweka kwa kategori za wale watu ambao wako tayari kuwatumikia wanadamu, lakini sio kumtumikia Mungu. Tuliokoka ni kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Tulikubali kutembea katika hii neema kwa sababu ya kumtumikia Mungu, sio kwa sababu ya kumtumikia mwanadamu. Na hata agano ulifanya haujafanya na mimi,
Agano ulifanya haujafanya na mwanadamu. Agano ulifanya na Bwana Yesu. Na unataka kuniambia wakati ukiokoka ulisema ya kwamba utatembea na mimi? Ulisema utatembea na nani? Na kama uliapa ya kwamba utatembea na Yesu, mbona ushirikiano wako baina wewe na yeye siku ya leo usionekane? Mbona mienendo yako baina ya wewe na yeye siku ya leo usionekane? Mbona usifanane na yeye hata kutembea? Mbona usifanane na yeye hata kurukaruka? Mbona usifanane na yeye hata kucheza? Ni lazima tukakubali. Tusikubali kukataa hii neema. Ni lazima tukakubali kutembea katika hiyo neema ambayo Petero aliamua kutembea nayo. Hakuna mahali alikuwa anaenda na wakose kumtambua. Je, wewe unatambulika? Hakuna mahali aliingia wakose kumtambua. Hakuna vile alicheza na wakose kumtambua. Hakuna vile alicheka na wakose kumtambua. Kwa sababu aliweka kando mambo ya wivu. Aliweka kando mambo ya ugomvi. Aliweka kando mambo mbalimbali ambayo yangemfanya akose kukutana na hiyo neema ya ushindi. Akose kukutana na hiyo neema ya wokovu. Akose kukutana na hiyo neema ya baraka. Tutalia tukilia kwa sababu tumekaa katika maeneo ambayo ni ya kujipendekeza sisi wenyewe. Tutalalamika kila wakati ni kwa sababu tumekaa katika uvuli ambao ni wa kujipendekeza sisi wenyewe. Hatujakaa katika maeneo ambayo ni ya kumpendekeza Mwenyezi Mungu. Hatujakaa katika uvuli ambao ni wa kumpendeza Mungu. Kwa nini usilie? Kwa nini usilalamike? Kwa nini mateso yasikuandame kila wakati? Nimeenda kwa hiyo kanisa miaka 20, sijaona kama ninabarikiwa. Sijaona kama ninainuliwa. Sijaona kama hata mimi nimepewa nafasi. Hauwezi ukapewa nafasi, ni kwa sababu umeamua kutembea katika maeneo ambayo uko kando na uwepo wa Mungu. Utatembeaje? Utatembea namna gani kama uko katika maeneo ambayo yako kando na uwepo wa Mungu? Hauwezi. Baraka utafanya kuziona zikienea tu kule kando. Mazuri utafanya kuyaona wakifurahia kule kando, lakini kwako itakuwa ni historia. Mbona iwe historia ya kwamba watu wanabarikiwa? Mbona iwe historia ya kwamba watu wanainuliwa? Je, umemvaa nani? Umemvaa mwanadamu wa kawaida ama umemvaa Bwana Yesu? Nimekuja kukwambia ya kwamba ni wakati ya kwamba mimi na wewe tukamvaa Bwana Yesu, ili ya kwamba tukaweze kutembea katika neema ambayo ni neema ya kipekee, ili tukaweze kutembea katika baraka ambazo ni baraka za kipekee, ili tukaweze kutembea katika uwepo ambao ni uwepo wa kipekee. Sijakuja kukwambia univae mimi. Sijakuja kukwambia uvae mchungaji ama mchungaji au uvae mshirika. Nimekuja kukwambia kwamba ukitaka uhusiano wako baina ya wewe na Mungu uwe mzuri, mvae huyu Bwana Yesu Kristo, ili kwa kila sehemu, ili kwa kila shimo atakaloingia aingie na wewe, ili pale mahali atakaa akakae na wewe, ile kitu atakula akakule na wewe. Lakini ukiwa kando na yeye, utakula na wale wabea, utakula na wale wasengenyaji, utakula na wale ambao wanapenda ugomvi, utakula na roho za mauti, kwa sababu kila wakati wanachangia twende sehemu hii, wanachangia tuingie hapa, wanachangia ruka pande ile. Tusomee mstari wa 14. Ndio kwamba sio maneno yangu. Mstari wa 14 unasema,
bali mvaeni Bwana Yesu Kristo. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo. Wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Amesema tumvae nani? Tumvae Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu uchapomvaa Bwana Yesu Kristo, hakuna mahali utaenda ukose kutambulika. Lakini ukimvaa mwanadamu, hata ukipewa kipaza sauti kama sasa huyu ni mkaji wa Bombolulu, simama pale tu utangaze tu ya kwamba kuna crusade mahali fulani, mwisho wa mwezi utashindwa. Utashindwa kwa sababu umemvaa mwanadamu. Lakini ukimvaa Bwana Yesu, hakuna mahali utashindwa kuingia. Ukimvaa Bwana Yesu, hakuna shimo utashindwa kuingia. Hakuna vita utashindwa kuvipiga. Utavipiga na nikushinda utashinda. Utatembea katika neema ambayo ni ya kipekee. Wote waliovaa Bwana Yesu hawakuwa watu wa kutetemeka, maana walikuwa na ujasiri wa kipekee. Walikuwa na ujasiri wa kipekee. Daudi akauliza, hawa watu wamekuja kubeba kila kitu mahali hapa. Wamebeba familia zetu, wamebeba mifugo zetu. Je, tufanyeje? Angelikuwa amemvaa mwanadamu wa kawaida, hangesikia ile sauti ya kwamba nenda na ukifika utawapata. Hangesikia hiyo sauti. Hiyo sauti haingemkujia. Lakini kwa sababu kuna neema ya kipekee ndani yake aliyokuwa nayo, aliambiwa nenda na utafaulu. Nami nimekuja kukwambia kwamba ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kumvaa Bwana Yesu. Maana atakapokuambia nenda, utaenda na utashinda. Atakapokuambia omba, utaomba kile unataka na utapata. Atakapokuambia kwamba ni masaa ya kuimba, utaimba na watu watabarikiwa. Ushawahi kuona mwimbaji anaimba na watu wamekauka, akisema watu waruke, watafanya nini? Akisema makofi, tuko wapi? Na akisema watu wazunguke, watu wakienda hivi, wewe sasa yako ni hii. Jiulize, ni nani ambaye umemvaa wakati watu wakiambiwa waruke kimasai, na wewe yako ni hii? Jiulize, ni nani ambaye umemvaa wakati watu wakiambiwa pige vigelegele, wewe unaangalia ni nani atashangilia? Ni wewe ndio Bwana Yesu anahitaji ya kwamba ukashangilie, ili sauti yako imfikie. Itakapomfikia, kuna kitu ambacho atakiachilia kwa maisha yako. Lakini ukiambiwa wewe fanya hii, wewe unaenda pande hii. Ukiambiwa kwamba ni wakati wa kuruka, wewe hata huko. Ni wakati wa neno, acha nitoke nje kidogo, kwa sababu hii mhubiri akianza nitalala. Usingizi utakuja kwa sababu haujatambua ya kwamba ni nani ambaye yuko ndani yako. Lakini ukitambua mwenye yuko ndani yako ni nani, usingizi hautakuja. Hata saa 8 usiku utaamka na uombe. Ile masaa ambayo watu wanasema kwamba hapo ndio usingizi umenogea kabisa, hiyo ndio masaa wewe utaamka uwakishe moto sasa. Toka kwa hiyo usingizi na umvae Bwana Yesu. Chukulia hii wokovu kama ile kazi unayoifanya yenye inakupatia riziki kila siku. Chukulia hii wokovu kama ile biashara ambayo umeifungua. Jinsi unavyohitaji ya kwamba hutaki ifilisike.
Beba huyu Bwana Yesu kama hii. Usikubali aponyoke. Usikubali aondoke katika nyumba yako. Usikubali atoke katika maeneo yako. Na kuwa asitoke katika maeneo yako, ni wewe ukubali kumuvaa. Ni wewe ukubali kutembea katika hiyo neema. Ni wewe ukubali kushirikiana na yeye. Ili wakati ambao ni ukabarikiwe, ukaweze kukomboa. Naweza kuwa unatembea miaka nenda miaka rudi, asubuhi umerauka, jioni umerudi, lakini hata chakula cha hiyo usiku umekosa. Umeenda umeshinda njaa na umerudi kwa nyumba hakuna kitu. Unashindwa utafanya namna gani? Hapo ndo watu wanaanguka. Amesikia maombezi, wacha niende huko, labda ataenda kuwekewa mkono, kazi yangu itafunguka. Itafunguka wapi kama wewe mwenyewe hautakubali? Nataka nikwambie tu kitu moja. Hakuna haja ya kuzunguka kwa waombezi. Hakuna haja ya kuzunguka kwa wachungaji. Ile kitu inastahili kwa kusumbukia ni Bwana Yesu. Umuvae na ukubali kutembea na yeye. Watu watazunguka kwa uombezi, lakini wewe utabaki pale na mambo yako yatakuwa ni mazuri. Utabaki pale na vita utakuwa unashinda. Utabaki pale na utakuwa wewe unaitwa mbarikiwa. Lakini ukimvaa mwanadamu, mambo itakuwa ngumu. Utahangaika, utalia. Hata kuimba itakuwa kazi ngumu sana kwako. Wacha kuimba, hata kutoa ushuhuda. Mungu amekubariki tu, umepata kazi na ulisema kwamba mimi naomba Mungu sana anibariki. Wakati huna kazi, utengeneza ushirikiano wako na Mungu. Naomba Mungu mimi anibariki nipate kazi. Nikipata kazi mimi nitafanya kitu cha ajabu. Kwanza mshahara wangu wa kwanza wote itapeleka kanisani. Hata ile wakati atapata kazi hautajua. Na ile wakati atapata mshahara wake pia hata sema. Utasikia nasema kwamba jua siku hizi kazi zinahitajika mpaka Jumapili. Ameanza kwenda hivi. Utamuona saa ile kazi imeisha. Jamani, ile kazi ilikuwa nafanya imesimama, niombeeni tu. Wakati ule ulikuwa wapi? Sitaki niwe lugha maneno. Nataka tufungue nami kitabu cha Ezra 8. Kitabu cha Ezra 8 mstari wa 21. Kwa sababu nataka tukaweze kutengeneza uhusiano wetu. Sitaki kutengeneza uhusiano na mimi, tengeneza uhusiano wako na Mungu. Ezra 8 mstari wa 21 nasema, nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Waliamua kufunga. Kwa hivyo hii mambo ya kufunga na kuomba sio eti kiongozi wa ibada ndio atayaleta mahali hapa. Ni maandiko. Na hawakuamua kufunga kwa sababu wajifurahishe. Waliamua kufunga kwa sababu ya kujinyenyekeza mbele za Mungu, ili kwa yale mahitaji yao ambayo wamealilia sana, Mungu akasikie. Sio kujinyenyekeza mbele za wanadamu,
kujinyenyekeza mbele za Mungu. 22. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi, ili kutusaidia juu ya adui njiani. Ngoja hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu tusalimiane. Usitaki mtu alale. Sikuja hapa wewe ulale. Nimekuja hapa wewe uamke. Aliona haya kumwomba mfalme. Hata Daudi alipewa mavazi. Wakati alipoona Goliathi amejipiga kifua, akapewa mavazi. Akapewa mpaka na silaha. Akavaa. Akayangalia. Akajaribu, akasema hapana. Kwa sababu angetumia ile silaha ambayo amepewa ya kwamba akapige na hizo vita. Mwenye amepatia silaha angejipiga kifua, akasema ya kwamba haingekuwa mimi, hangeshinda. Angejipiga kifua na angesema haingekuwa mimi, mtu huyu hangeshinda. Haingekuwa mimi, mtu huyu hangebarikiwa. Mtu huyu hangeinuliwa. Mtu huyu hangepona. Hangepona. Akaona haya kuenda kwa mfalme kumwambia ya kwamba nisaidie na wanajeshi, maana naona wanatufuatilia na ni wengi sana wale maadui zetu, nisaidie na silaha. Waliona haya na wakaamua ya kwamba hii sio masaa ya kumwinamia mwanadamu, hii sio masaa ya kwenda kuomba msaada kwa mwanadamu, hii sio masaa ya kwenda kutoa machozi kwa wanadamu, hii ni masaa ya kutazama mbingu. Hii ni wakati ya kuangalia mbingu ni jinsi gani itakavyokuokoa, ni masaa ya kuangalia mbingu ni jinsi gani itakavyokuinua, ni masaa ya kuangalia mbingu ni jinsi gani itakavyokuponya. Yeye ukija kwangu na kansa atakwambia, we, hii kansa inaua. Unajua mama fulani, unajua mtu fulani alikuwa na kansa. Kansa haiwezi kufanya mtu akapona. Ni nani amesema ya kwamba hakuna ugonjwa ambao unapona? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni nani alisema? Imeandikwa wapi ya kwamba hii ugonjwa haiwezi ikapona? Ni wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali imeandikwa. Hakuna mahali imeandikwa. Mimi na wewe tukakae katika neema ya kipekee na tukaamue kutembea katika neema ya kipekee. Haleluya. Ni mimi na wewe tukaamue kutembea katika neema ya kipekee. Tuache kuenda kwa wanadamu tuki. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kuenda kwa wanadamu tukilalamika. Tusimame na Mungu. Jina la Bwana liinuliwe. Tusimame katika neema ambayo ni ya kipekee, ili kwamba tukaweze kushinda. Maana hakuna vile unaweza ukaushinda mwili kama haujamvaa Bwana Yesu. Hakuna vile unaweza ukaushinda mwili kama haujamua. Ni lazima kila kitu uamue, sio maana ukaweze kushinda mwili. Huyo akaangalia hii ufalme, mimi nikienda kwake, baada ya hapo ni nini ataongea? Ni kwamba nisingeshinda, ni yeye alifanya mimi nishinde. Tuendelee hapo. Naendelea kusema, kwa maana tulikuwa tumesema na ufalme tukinena,
Mkono wa Mungu huu juu ya watu wote wamtafutao, kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanaomwacha hata yeye pia atawaacha, bali wanaomtafuta hata yeye pia atakuwa pamoja nao. Tumalizie mstari wa 23. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Walifunga na wakamsihi Mungu, hawakumsihi mwanadamu, maana waliona ya mwanadamu yako na mipaka yake, waliona ya Mungu yako na mipaka yake. Haleluya. Mipaka ya Mungu ni kwamba hawezi akakubali ya kwamba uwe pamoja na wale ambao wanatenda mambo ambayo hayapendezi. Utakapoamua kutembea katika neema yake, atakutenga na hao watu. Chukua hatua na ukamwombe Bwana Yesu. Simama kwa miguu yako ili nimalize.